yako, Muumba wa mbingu na nchi, Muumba wa vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Utukuzwe daima, uinuliwe Mungu mjuu sana, uliye juu ya vitu vyote. Tukulinganishe na nani Mungu siyelinganishwa? Watu wana miti, watu wana wanadamu, lakini wewe ni wa milele. Hatua nasi Baba ndani ya kipindi hiki. Acha neema kutufunike na wema wako na uzuri wako. Tunajua mawazo unayowaza juu yetu ni mawazo mema. Bariki wapendwa kote walipo, kila mmoja kamgawia sehemu yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa, tuko ndani ya neno letu linalo sema, je, unampenda Mungu? Usiseme bongo ya kuwa unampenda Mungu. Usiseme bongo ya kuwa unampenda Yesu. Tumeingilia pale katika kitabu cha Luka sura yake ya 6 shairi ya 46. Hivi kabla tusome Luka, acha tuisome Malaki sura 1 shairi ile ya 6. Mwana anaheshimu baba yake. Mwana anaheshimu baba yake, na mtumishi bwana wake. Basi kama mimi ni baba, heshima yangu ni wapi? Na kama mimi ni bwana, oga wangu ni wapi? Bwana wa majeshi anawaambia nyinyi, makuhani mnaodharau jina langu, nyinyi mnaosema tumedharau jina lako kwa njia gani? Mpendwa, tusome vile ile Luka katika neno letu linalosema usiseme bongo ya kuna mpenda Yesu, ama usiseme bongo kuna mpenda Yesu. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, nanyi hamtendi maneno ninayoyasema? Yesu alikataa kumuita Bwana wakati watu hawatendi yale anayoyasema. Yaani Yesu alikatala heshima za midomo, heshima za midomo ambazo hazitokane na moyo. Yesu alizikataa. Ni mzuri kumuita Bwana, lakini Yesu hakukubali heshima za midomo. Alikana hizo heshima za midomo, akasema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, nanyi hamtendi maneno ninayowaambia, ninayoyasema? Yesu hahitaji heshima za midomo, lakini hahitaji heshima zinazotokana na moyo, zinazotokana na moyo. Kwa sababu kuna wakati midomo inanena vingine na moyo kinena vingine. Alafu Yesu alikataa hizi heshima za midomo, kwani Mungu anaiangalia moyo. Hivi mpendwa, ni ile katika neno letu linalosema usiseme bongo ya kuwa unampenda Yesu, ama unampenda Yesu? Ni swali kwangu na kwako unaendelea kufuata. Tumeisoma vile vile kitabu cha Yohani habari njema, habari njema Yohani sura yake ya 14 shairi ya 15 katika neno letu hili. Yohani 14 shairi ya 15. Inayosema, kama mkinipenda mtatii amri zangu. Kama ukipenda Mungu utatii amri zake. Kama, yani ni condition. Mtu akisema napenda Yesu lazima atii amri zake. Mtu akisema napenda Mungu, anasema tunalazimishwa. Ukisema unapenda Mungu unalazimishwa kutii amri zake. Haleluya. Hivi kama unasema unampenda Mungu, ninalazimishwa, unalazimishwa. Wewe unayesema unapenda Mungu unalazimishwa, ninalazimishwa kutii amri zake. Kutii amri zake tunalazimishwa.
wewe unayesema unayependa Mungu, ni vile maandiko yanasema, kama mkinipenda mtatia amri zangu, na mtatia amri zangu. Hii tunalazimishwa, mtu akisema anampenda Mungu, yani analazimishwa kutii amri, kutii amri, kutii amri. Unalazimishwa mpendwa kutii amri. Ninalazimishwa. Ukisema unampenda, yani unalazimishwa kutii amri. Ni Yohani 14 ile 15. Kwa ile Yohani 14, alafu tuendee shairi ya 21. Aliye na amri zangu, aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda, naye anayenipenda atapendwa na Baba yangu, atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kushitoa na kujionyesha mwenyewe kwake. Neno la Mungu nasema aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Kuna wengi wana amri za Mungu, kuna wengi wana neno la Mungu lakini ambalo hawatii. Kuna wengi wana neno la Mungu ambalo hawatii. Mpendwa, Biblia inasema jinsi gani tunaweza kupenda Mungu. Anasema aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda, naye anayenipenda atatii amri zangu. Yesu hataji amri 10, hapana. Aliye na amri zangu. Amri za Yesu ni gani mpendwa? Ukirudia katika ile Yohani 13 shairi ya 34, anasema amri mpya ninawapa nyinyi, mupendane kama mimi nilivyowapenda nyinyi, nanyi mupendane vile vile. Amri mpya tunayopewa, tupendane kama yeye alivyotupenda. Hatutapendana jinsi tunavyotaka, lakini yeye ndiye mfano wa jinsi tutakavyo mpenda. Namna Yohani 15:14 imesema, sheria 21, aliye na amri zangu, aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Nimesema amri za Yesu haiko zile amri 10. Amri ya Yesu ni ile amri anasema, ninawapa amri mpya, ninawapa amri mpya, mpendane nyinyi kwa nyinyi, mpendane nyinyi kwa nyinyi. Ninawapa amri mpya, ninawapa amri mpya. Anasema amri mpya ninawapa nyinyi, mpendane kama mimi nilivyowapenda nyinyi, nanyi mpendane vile vile. Ndani ya makanisa na katikati ya watoto wa Mungu wengi, upendo hauko, magomvi ni mengi, chuki ni zengi, wivu ni nyingi katikati ya watoto wa Mungu wanaojiita watoto wa Mungu. Ni kama vile mtume Paulo aliyosema, hata mambo ambayo yaonekane kwa wapagani leo yanaonekana kwa wanaojiita wa Kristo. Kwa hiyo mpendwa, neno la Mungu namna linavyosema, kama anasema aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Yeye ndiye mwenye kunipenda. Anayependa Yesu, si yeye anayesema Bwana Bwana, si yeye anayeimba sana, si yeye anayeomba maombi marefu, si yeye anayeonekana wa kwanza kanisani. Unaweza danganya watu na watu wanaweza danganyika na kufikiri unampenda, kwa sababu pengine mara haukose kanisani,
haukose kwenye ibada mbalimbali, lakini neno la Mungu linatufunulia jinsi gani inaweza kuonesha jinsi tunampenda Yesu. Anasema aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda. Nimesema amri ya Yesu haiko ndio zile amri 10. Amri ya Yesu ni ile yenye inapatikana katika Yohana habari njema 13:34. Amri mpya ninawapa nyinyi, mpendane kama mimi nilivyowapenda nyinyi, mpendane vile vile. Ni namna gani Yesu alitupenda? Yesu alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Alafu tukipendana, kila mmoja atatoa uzima wake kwa ajili ya mwenzake. Ndio upendo ambao unahitajika kanisani. Ndio upendo ambao unahitajika kwa watoto wa Mungu. Hii ndio upendo. Kama tunapenda Yesu, alafu tutampenda jinsi alivyotupenda. Yesu alipotupenda alishitoa kwa ajili yetu. Tunapaswa kujitoa juu ya ndugu katika Kristo. Hapana ndugu wa tumbo tu. Ndugu katika Kristo. Tunapaswa kujitoa mwingine kwa mwingine. Alafu anasema hii ndiyo alama inayoonyesha kuwa tunampenda yeye. Tunampenda Yesu. Au utasema unampenda Yesu, alafu wakati hautii. Kuna watu nimesema wana neno la Mungu lakini ambalo hawatii. Wana maneno ya Mungu ambayo hawatii. Tukisema tunampenda, lazima tutii neno lake. Lazima tuwe watiifu katika neno lake. Tulitoshe kwa makaratasi na kulitia ndani ya maisha yetu. Na nasema tukitembea hivi, yeye mwenye kunipenda naye anayenipenda atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujionyesha mwenyewe kwake. Alafu Yesu atajionyesha kwako kama ukiendelea kumpenda. Amri ya Yesu ni ile ambayo inasema amri mpya ninawapa. Ni ile mpendwa, ili tupendane sisi kwa sisi. Dunia ipate kujua kuwa kweli kweli sisi ni wanafunzi wake, sisi ni wafuasi wake. Tuisome shairi nyingine mpendwa, katika Yohana ya kwanza sura yake 5. Premier Jean chapitre 5 verset 2. Gisi ya kupenda Mungu. Hivi tunajua ya kwamba tunapenda watoto wa Mungu. Tunapenda watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni wale wenyewe wamepokea Yesu. Unasema watu waliompokea Yesu wanapewa nguvu, wanapewa uwezo wa kuita wana wa Mungu. Alafu watoto wa Mungu ni wale ambao wameokoka. Biblia inasema, alafu hivi tunajua ya kwamba tunapenda watoto wa Mungu wakati tunapopenda Mungu na kushika amri zake. Wakati tunapopenda Mungu na kushika amri zake. Shairi ya 3. Kwa maana kupenda Mungu ni kushika amri zake, na amri zake si nzito. Kupenda Mungu haiko tu par sentiment, kusema tu kwa midomo. Alafu kuna watoto wa Mungu na Wakristo wengi ambao wanasema tu kwa midomo, lakini ndani anasema mambo mengine. Kwa kinywa anasema mambo fulani, anaweza sema Bwana sifiwe, haleluya, lakini mule ndani iko anatukana, iko anasema mambo mengine. Biblia inasema hivi tunajua ya kwamba tunapenda watoto wa Mungu wakati tunaposhika amri zake. Tunaposhika amri zake. Ndio. Tunaposhika amri zake. Tunaposhika amri zake. Usiseme unapenda Mungu wakati ushike amri zake. Nimesema leo kuna Wakristo wa midomo tu,
wa kinywa, lakini yani katika matendo yao, kwa kinywa wanasema, lakini matendo yao haiambatana na ile wanayoyasema, haifungane na ile anayoyasema, haifungane na ile anayoyasema. Mpendwa, neno letu linasema usiseme bongo ya kuwa unapenda Mungu. Tumesema, Yesu alisema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana wakati hamtendi matendo yale ninayoyasema? Alafu namuita Bwana Bwana. Na anasema katika Yohani 14 wale tumetoka kusoma, kama mkinipenda mtatia amri zangu. Tunapaswa kutia amri zake. Alafu hapa katika Yohani ya kwanza sura yake 5 shairi ya 2 na ile ya 3, hivi tunajua ya kwamba tunapenda watoto wa Mungu wakati tunapopenda Mungu na tunashika amri zake. Kwa maana kupenda Mungu ni kushika amri zake. Haleluya! Kupenda Mungu, jinsi ya kupenda Mungu. Usiseme bongo. Mimi nauliza mpaka pale, mama, papa, dada, kaka, je, unapenda Mungu? Ninauliza mara ya pili, je, unapenda Mungu? Ninauliza mara ya tatu kama Yesu alivyouliza Yohani. Yesu aliuliza Petro, Simoni mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Akamuuliza tena, Simoni mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Simoni mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Kwa mwisho Petro alihuzunika. Nami ninakuuliza mpaka pale, mama, papa, dada, kaka, je, unampenda Mungu? Utaleta heshimu nyuma ya somo hii, na somo hiko inatuongoza ili tunajua ya kama tunapenda watoto wa Mungu. Wakati tunapopenda Mungu, tunapaswa kupenda watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ni wale wote wameokoka. Nimesema leo magomvi ni mengi katikati ya watoto wa Mungu. Mambo ambayo ingepaswa sikika katikati ya watoto wa Mungu ni yale yanasikika kwa wakati wetu. Katikati ya watu kuna yala chuki, kuna yala wivu, kuna yala masingizio, kuna yala vitisho mbalimbali. Alafu pamoja na hii, hata mambo ambayo ingepaswa kuonekana kanisani leo ni yale yanaonekana kanisani. Mambo ambayo ingepaswa kusikika kwa watoto wa Mungu ni yale yanasikika katika kundi la Mungu. Hivi hii inaonyesha kweli kama tunapenda Mungu? Shairi ya 3 inasema, kwa maana kupenda Mungu ni kushika amri zake, na amri zake si nzito. Kupenda Mungu ni kushika amri zake. Kupenda Mungu ni kushika amri zake. Kupenda Mungu ni kushika amri zake. Nitarejea sijui mara ngapi. Kupenda Mungu ni kushika amri zake. Alafu nitauliza tena, unampenda Mungu? Na amri zake nafikiri tumezisoma katika Yohani ile 13:34 inayosema, amri mpya ninawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda nyinyi. Hivi mpendwa, unaendelea kufuata? Angalia kama kweli unampenda Mungu. Hatutapenda Mungu kwa kusema tu. Nasema tumpende gisi alivyotupenda. Yesu alitupenda namna gani? Yesu alitoa uhai wake, alitoa uzima wake kwa ajili yangu, kwa ajili ya dunia yote. Hivi dunia haiwezi kuelewa kama tunampenda tusipokuwa tunapendana kwanza. Isome Mathayo 22 shairi ya 37. Mathayo
akamwambia upende Bwana Mungu wako na moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ni amri iliyo kubwa na ya kwanza na ya kwanza na ya pili inayofanana na hii, penda jirani yako kama wewe mwenyewe. Katika amri hizi mbili inategemea Torati yote na unabii. Inategemea Torati yote na unabii. Inategemea Torati yote na unabii. Basi mpendwa, kupenda Mungu ni kushika amri zake. Alafu Biblia inasema hii amri inagawanyika kwa sehemu mbili. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Yaani kufanya Mungu kuwa wa kwanza mbele. Upendo wa Mungu unapaswa kuzidi upendo, unapaswa kufanya Mungu kuwa wa kwanza katika yote. Wakati unapopenda Mungu, alafu Mungu tamfaa wa kwanza. Kabla kitu kingine kiwe, lazima kwanza Mungu. Na hivyo unapaswa kupenda ndugu yako. Ndugu si tu ndugu ule wa damu, lakini ndugu ni ule Mkristo mwenzako. Ni ule Mkristo mwenzako. Wakati unapopenda, alafu kuna kile unaweza faa kwa ajili ya wenzako. Tuko pale katika Marko sura yake 10. Kitabu cha Marko sura 10. Shairi ya 17. Marko 10:17. Wakati alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akakuja mbio, akapiga magoti mbele yake. Akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuriti uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja, ndiye Mungu. Umejua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, heshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, nimetii maneno haya yote tangu utoto wangu. Yesu akamwambia, Yesu akamtazama akampenda. Yesu akamtazama akampenda. Akamwambia, umepungukiwa neno moja. Kwenda zako ukauze vitu ulivyo navyo, uwape masikini, na utakuwa na hazina mbinguni. Kisha unifuate. Lakini aligunja uso wake kwa neno hili, akakwenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali mingi. Usiseme bongo ya kuwa unampenda Mungu. Usiseme bongo ya kuwa unampenda Mungu. Mpendwa, ndilo neno letu. Biblia inatufunulia hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu fulani akakuja akapiga magoti mbele yake. Akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini urithi uzima wa milele? Ulizo yake ilikuwa nzuri sana. Ulizo nzuri
sana. Nasema ulizo nzuri sana. Nifanye nini ili nirithi uzima wa milele? Nifanye nini ili nirithi uzima wa milele? Ulizo nzuri sana. Yesu akamtazama, yaani Yesu alimtazama, akaangalia undani. Nataka mpendwa, ambia Yesu akutazame. Yesu akikutazama atakuonesha upungufu wako, atakuelekeza. Kutazama manake alimkazia macho. Namna Petro na Yohani walipokwenda hekaluni saa ya kuomba, saa 9 katika Matendo ya Mitume sura 3, namna Biblia inavyosema. Biblia inasema katika mlango ule kulikuwa kuna kaa kiwete, na alikuwa anakaa pale akingoja msaada kwa wanaoingia. Alafu alipoona Petro na Yohani wakija, akatamani kupata kitu kwao. Walimwambia, tutazame, sisi hatuna pesa wala saa, ututazame. Walimwambia kwanza, walimkazia macho. Nao wakishamkazia macho, naye wakamwambia wakazie macho. Kutazama, Yesu akukazie macho, akutazame. Yesu akamtazama tena akampenda. Kila mara unapoonywa na Mungu, unapoonywa na watu wa Mungu, ni alama ya upendo. Wale Bwana nao wapenda na waonya, wale Bwana nao wapenda na wakemea, wale Bwana nao wapenda anawaongoza. Tatizo ni wakati leo watoto wa Mungu leo wataki kuonywa, hataki kukemewa, hataki kuongozwa na Mungu ama na viongozi ambao wamewekwa mbele yao. Wanataka wajiongoze. Ulizo yake ilikuwa nzuri. Biblia inasema alafu akamtazama, na alipomtazama akampenda. Akamwambia, umepungukiwa neno moja, kwenda zako ukauze vitu ulivyo navyo, uwape maskini, na utakuwa na hazina mbinguni. Kisha unifuate. Lakini alikunja uso wake kwa neno hili, akakwenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali mingi. Mpendwa, ulizo lake lilikuwa nzuri, na Yesu akamtazama. Ni wakati wa kuambia Yesu, nitazame. Umetazamwa na watu na wamekosa nini? Upungufu wako. Mwelekeo gani wanaweza kupa? Ukitazamwa na Mungu, alafu atajua upungufu wako, atajua nini, namna gani unaweza elekezwa. Ukitazamwa na Bwana atajua jinsi ya kukuelekeza. Mpendwa, huyu akaelekezwa, lakini alipoelekezwa akahuzunika. Biblia inasema akaondoka. Inataka maanisha nini? Na inataka sema nini? Mpendwa, Yesu aliona ya kuwa ndani yake, sio kusema Yesu alitaka aende apane vitu, kwa sababu yuko mwepesi kweli kuenda apana vitu yako yote. Lakini Yesu aliona kitu moja, akaona ya kuwa kuna kitu ambacho anapenda zaidi yake. Utajiri ndio anaupenda zaidi ya Mungu. Mpendo, kupenda Mungu ni kumfanya wa kwanza. Kupenda Mungu ni kumfanya Yesu wa kwanza, mbele ya mume wako, mbele ya mke wako, mbele ya watoto wako, mbele ya kazi. Fanya Yesu kuwa wa kwanza. Alafu Yesu aliona upungufu ndani ya kijana huyu ambaye alikuwa angali anapenda mali zaidi yake. Ndio maana alimwambia, unabakia neno moja. Kupenda Mungu tumesema ni kutia amri zake. Alafu alikuwa angali na upungufu,
alikuwa angali anapenda utajiri kuliko Mungu. Je, unampenda Yesu? Usiseme bongo kuna unapenda Mungu. Yaani alikuwa angali anapenda mali, ndio maana alipomwambia aende auze, Yesu aliona kuwa upendo wake ni ile mali, alafu kahuzunika, akaondoka kwa huzuni. Ni hali ya wengi ambao mpendo wa Yesu si wa kwanza katika maisha yako. Fanya Yesu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Tunaposoma kitabu cha Luka tunakuta habari ya Zakayo katika Luka sura ya 19, ambaye ni tofauti na huyu kijana aliyeambiwa aende uza mali yake. Tunaposoma katika Luka sura yake 19 shairi ya 8, Zakayo kashimama akawaambia, tazama. Zakayo akashimama akamwambia, Bwana, tazama. Tazama Bwana, nusu ya mali zangu nitawapa maskini, na kama nimetoa kitu cha mtu kwa kumsingizia uongo, nitamrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumba hii, kwani yeye ni mwana wa Abrahamu vile vile. Mwana wa watu amekuja kutafuta na kuokoa yule aliyepotea. Mpendwa, Zakayo ni tofauti na ule kijana ambaye tumesoma ndani ya Marko sura ya 10, pale tumetoka kusoma shairi ya 17 mpaka 22. Zakayo alipokutana tu na Yesu, mpendwa, kuna vile wenyewe tunatengana navyo wakati tunaokoka, kwenye tuna sacrifice, kwenye tunaacha. Alafu Zakayo hakuambiwa hata. Alipoangaziwa na Yesu mwenyewe akasema, kama nimetoa kitu cha mtu kwa kumsemea uongo, nitamrudishia. Yeye mwenyewe akasema hata nusu ya mali yangu, kwani Biblia inasema Zakayo alikuwa na mali mengi, lakini alikuwa tayari akasema hata nusu ya mali yangu. Haiko Yesu alimwambia, unapoangaziwa mpendwa, unapoelewa udamani wa wokovu, udamani wa kukutana na Yesu, alafu tendelea, kuna vitu vingi utaacha, kuna sacrifices zenye utatoa. Ndio wakati alipopenda Mungu akawa tayari hata kutubu. Wakati tumeokoka tunapaswa tubu. Zakayo alitubu yeye mwenyewe hata bila kumkaza, bila kumsurutisha. Anasema, kama nilitoa. Kuna watu wengi wanaokoka lakini hawajui kutengeneza. Ushakasema umeokoka, alafu kuna watu uliwatendea mabaya, kuna watu ulitembea nao ovyo. Tunaitwa kutengeneza. Zakayo alitengeneza yeye mwenyewe, akasema, kama nilitoa kitu cha mtu kwa kumsingizia, nitamrudishia mara 4. Mara ngapi? Mara kama alikutoa lako, ni vile Biblia inasema, ni vile maandiko yanasema, anasema mara 4. Zakayo akashimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali zangu nitawapa maskini, na kama nimetoa kitu cha mtu kwa kumsingizia uongo, nitamrudishia mara ngapi? Yani anatia mfaida, jua alishaka wachelewesha. Pengine ilikuwa kitu ya mfanyabiashara, alafu anasema nitamrudishia mara 4. Kama alikutoshaka kwa $20 muongo ama 50, anasema atairudisha modesa. Lakini Yesu hakuangalia hii. Yesu aliangalia moyo. Jinsi alivyoangalia moyo wa ule kijana aliyemwambia, umeshika amri. Aliyesema umeshika amri, haibe, azini, anaheshimu hata baba yake tangu ujana. Lakini Yesu alipoangalia moyo,
mpendwa, hatupendake Yesu tu kwa midomo. Upendo wa midomo hautoshi, lakini upendo wa ndani, yaani heshima za midomo hazigusake Mungu. Tunapaswa kupenda Mungu kutoka ndani, kama Zakayo alivyoonyesha undani wake, akatubu ya kweli, yaani akatengeneza na watu. Kama kweli umependa Mungu, unapaswa kutubu. Hautasukumwa kutubu, hautaweza kupenda Mungu na maovu iko ndani yako. Zakayo alisema nitarudisha hata mara 4, nitarudisha hata mara 4. Alafu kama alitoa $20 yako, anasema atakupatia 4. Kama alitoa 50 atakupatia desa mara 4, na nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Tofauti na yule aliyemuuliza Yesu na kusema nifanye nini ili niweze kurithi uzima wa milele. Tofauti naye. Mpendwa, je, unampenda Yesu? Je, unampenda Yesu? Yohani ya kwanza. Kama unampenda Yesu unapaswa tubu. Mwenyewe unapaswa tubu. Kama unampenda Yesu unapaswa onyesha upendo kwa wengine. Yohani ya kwanza sura yake 4. Yohani ya kwanza sura 4. Tuisome shairi ya 12. Premier Jean chapitre 4 verset 20. Kama mtu akisema ninapenda Mungu na anachukia ndugu zake, anachukia ndugu yake, ni muongo. Kwa maana nitarejea, kama mtu akisema napenda Mungu naye anachukia ndugu yake, ni muongo. Kwa maana asiyependa ndugu yake aliyemuona hawezi kupenda Mungu asiyemuona. Nitarejea, kama mtu akisema ninapenda Mungu naye anachukia ndugu yake, ni muongo. Kwa maana asiyependa ndugu yake aliyemuona hawezi kupenda Mungu asiyemuona. Inataka sema nini mpendwa? Neno letu linasema usiseme uongo kuna penda Mungu. Muda wa kusema uongo achia hapa. Kama tukipenda Mungu tatia amri zake. Kama tukipenda Mungu tatia amri zake. Na amri ya Yesu anasema mpendane nyinyi kwa nyinyi. Kama Yesu alipotupenda, alitoa uzima wake, alitoa uhai wake kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Kwa hivyo mpendwa, neno la Mungu linasema kama mtu akisema napenda Mungu naye anachukia ndugu yake, ni muongo. Kuna wengi leo wanabeba chuki kwa midomo, anasema na we ndani kwa anakutukana, anacheka na we nje, ndani kwa anakutukana, ndani anakukwazikia, ndani kuna kuandalia mambo, anaweza kukubariki hata, lakini katika moyo wake iko analaani. Kanisa la Bwana, tusiseme uongo ya kuwa tunapenda Mungu kati tunatembea katika chuki, katika magomvi, chuki, wivu, hali yoyote ya kutokufurahiana. Mwenzako anapobarikiwa alafu unakosa amani kwa sababu ya baraka ya mwenzako, unakosa usingizi kwa sababu mwenzako amebarikiwa. Pengine mlianza omba limoya, ukiona tu, alafu kiona amebarikiwa, moyo wako unakunjamana, mara moja unakosa usingizi, unakosa amani kwa sababu ya baraka za mwenzako, unakosa amani kwa sababu mwenzako ameolewa, unakosa amani kwa sababu mwenzako ameshenga, unakosa amani kwa sababu mwenzako amesafiri. Roho yako inakunjamana, mara moja unakosa amani, unakosa amani. Kuona mwenzako anaendelea inakukosesha amani. Wewe kama Mkristo, hii ni uongo kusema unapenda Mungu. Japokuwa ukiona mwenzako alikuwa dhaifu, alikuwa maskini, alafu Mungu anaanza kumbariki, ni hakikisho ya kuwa na wewe kesho utabarikiwa. Unapobakia karibu na Mungu, na wewe baraka zinakuandama. Uko dada unaona mwenzako anaolewa,
alafu ulikuwa namuona tu hana ndoa, yani ni uhakikisho, tuseme ni preve yenye na kuonesha ke baraka ziko na wewe kwa wakati wako, na wewe kwa saa zako. Haleluya. Neno la Mungu nasema kama mtu akisema ninapenda Mungu naye anachukia ndugu yake, ni muongo. Nasema ni muongo. Ndugu katika Kristo, upendo unapaswa kuwa. Wapi chuki zimetokea? Wapi kupatiana masumu zimetokea? Hali yoyote mbaya ya kutakiana mabaya inatokana na wapi? Wakati tunasema tunapenda Mungu, wakati tunasema tunapenda Mungu mwenzako, alafu namtakia kushindwa, namtakia kuanguka, namtakia kufa. Hii ni upendo gani? Tusiseme uongo. Inatosha na uongo ambao umeusema, inatosha na uongo ambao umesemeka. Ile Yesu alisema, kwa nini mnaniita Bwana Bwana, nanyi hamtendi maneno yale ninayowaambia nyinyi? Neno la Mungu nasema utapenda Mungu namna gani wakati ya upendi ndugu yako naye muone? Nataka sema ule ndugu yako ndiye picha ya Mungu. Mungu ambaye haumuone, alafu Mungu anafichama ndani ya ule ndugu katika Kristo. Mungu anafichama ndani ya ule ndugu katika Kristo. Ule ndio sura ya Mungu. Mungu anafichama ndani yake. Sheria 21. Na amri hii tumepewa naye. Na amri hii tumepewa naye, mwenye kupenda Mungu imempasha kupenda ndugu yake vile vile. Mwenye kupenda Mungu imempasha kupenda ndugu yake vile vile. Mwenye kupenda Mungu imempasha kupenda ndugu yake vile vile. Na rejea, mwenye kupenda Mungu ni mapasho ya kanisa. Upendo ni mapasho ya watoto wa Mungu, ya watoto wa Mungu. Nimpasha kupenda ndugu yake vile vile. Wapendwa, hivi ni kazi yangu, ni kazi yako kuona kama kweli kweli utaendelea kusema bongo. Alafu siseme bongo. Shika amri za Mungu, shika amri zake, tii neno la Mungu, penda ndugu katika Kristo, penda wa ndugu katika Kristo. Hii ndio kupenda Mungu, gisi ya kumpenda. Ile Yohani sura yake 3 shairi ya 17. Yohani ya kwanza sura yake 3 shairi ya 17 mpaka 19. Lakini kama mtu akiwa na mali ya dunia, kisha naona ndugu yake ni muhitaji, akamfungia huruma zake, namna gani mapendo ya Mungu yanakaa ndani yake? Lakini kama mtu akiwa na mali ya dunia hii, yani uko na vitu, kisha anaona ndugu yake ni muhitaji, akamfungia huruma zake, namna gani mapendo ya Mungu yanakaa ndani yake? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, lakini kwa tendo na kweli. Kwa tendo na kweli. Pahali palipo upendo, matendo yanapaswa onesha. Kwa hivyo tutafahamu ya kwamba tuko wa kweli, na tutatuliza mioyo yetu mbele yake. Tutatuliza mioyo yetu mbele yake. Tusipende kwa ulimi, tupende kwa tendo. Kuna matendo tunaweza tendea wenzetu. Unaona mwenzako ni muhitaji, hana chakula, hana kitu. Tuna matendo tunapaswa kutendea wenzetu. Kwa hiyo mpendwa, usiseme bongo ya kunapenda Mungu. Sijui mwaka uliopita ulifanya tendo gani? Tuko mwanzo ya mwaka. Alafu kama tunakufundisha hivi, ni kusudi uweze kutembea vizuri katika mwaka huu. Sijui ulifanya tendo gani ambayo inaweza kugusa Mungu mwaka huu ili endelee kukulipa. Inasema chochote mtu apandacho ni kile atakachovuna. Ulionyesha upendo gani mwaka ujana? Alafu mwaka huu tembea katika upendo wa Mungu. Tembea katika upendo wa Mungu. Shairi yetu ya mwisho tuisome kitabu cha Yakobo, alafu
tuende kuomba Mungu. Yakobo sura 1 shairi ya 15. Yakobo 1:15. Alafu Yakobo 1:15. Yakobo 2. Yakobo sura 2 shairi ya 15. Kama ukiwa na ndugu mwanaume au ndugu mwanamke kama ukiwa na ndugu mwanaume au ndugu mwanamke ni uchi na mwenye kukosa chakula cha kila siku, na mtu wa kwenu akamwambia, kuendeni zenu kwa salama muote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, ina faida gani? Hivyo hivyo imani isipokuwa na matendo inakufa ndani yake yenyewe. Amen. Lazima kuwe matendo katikati yetu. Lazima kuwe matendo katikati yetu. Nasema lazima kuwe matendo katikati yetu. Hivi mpendwa, tunaenda kuomba Mungu. Baadaye ukiangalia kama kweli unampenda Mungu. Baba, ninakushukuru kwa neno la neema la asubuhi ya leo. Umetufunza jinsi ya kukupenda. Pengine tulisema bongo kuwa tunakupenda. Neno lako limekuwa wazi kuonesha jinsi ya kukupenda ni kushika amri yako. Na amri yako mpya unatupa tupendane sisi kwa sisi. Ninaombea kanisa mwili wako. Ninaombea wote wanaofuatilia. Baba, sahi neema yako iwaangukie. Fundishe jinsi ya kupenda. Katika jina la Yesu. Fundishe jinsi ya kupenda tena. Tukupende jinsi ulivyotupenda. Tupende wenzetu jinsi ulivyotupenda. Uliyetoa uhai wako kwa ajili yetu. Bariki neno hili na kote linaanguka liwe baraka kwa wengi. Neema yako wafunike walio mbali na karibu. Wadhaifu wape nguvu, wagonjwa waponye, wahitaji washibiwe katika jina la Yesu. Asante kwa yote yatendayo. Asante kwa wema wako. Acha itokee tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.